Dada vipi? Safi. Chai tayari? Tayari. Okay, sawa mimi niko ndani. Haya. Habari ya saizi dadangu. Salama, hujambo? Samani dada. Waweza niambia hapa nipo wapi? Si wewe hapo na umesimama njiani, nataka nikwambie nini tena? Waweza niambia mtaa waitwaje? Maana nahisi nimepotea. Kaka, kijiji chetu kinaitwa Hena Mantale, uko wa Washawi. Mantale uko Washawi. Kaka, nilivyokuwa nimetoka mtoni, njiani nimekutana na kijana, ila ni kama amepotea njia. Na kwenye kijiji chetu ni kama ni mgeni. Wewe jamaa unamzungumzia amekuongelesha chochote? Ndio yeye alikuwa anaulizia, lakini mimi sikufuatilia shughuli. Sawa, sasa nisikilize. Baada ya hapa nataka nikupeleke mahali. Kwa hiyo tukitoka hapa jitayarishe tuondoke. Mimi nilikuwa nataka kuelekea mtoni kwa ajili ya usafi wa nguo zangu. Kwa hiyo nataka kumaanisha kwa hautaondoka na mimi, si ndio? Ila kama itawezekana tuondoke hata kesho kutwa. Kwa hiyo siku hizi kanini unanipangia nini cha kufanya, si ndio? Kaka, mbona unaniongelesha kwa ukali hivyo? Mimi nimekwambia leo nataka kwenda mtoni kufua na sio kingine kile. Kanini? Mimi ndio kaka yako mkubwa. Kwa hiyo niko na haki yoyote ile ya kukulinda wewe kama mdogo wangu. Kwa hiyo kajitayarishe tuondoke. Kaka, hata kama wewe ni mkubwa, lakini unachonifanyia sio haki kabisa.
Mkuu, sema unachotaka na kusikiliza. Gabriel, mtoto wa mzee na Nchana, kutoka kwenye ukoo wa kimaskini. Naomba unisikilize kwa makini sana. Na kusikiliza mkuu. Gabriel, unatakikana umwozeshe dada yako wa kipekee, na hiyo ndoa inatakikana ifungwe haraka iwezekanavyo kabla mambo hayajaharibika. Mkuu, umesema kuwa natakiwa kumwozesha dadangu. Je, ni ukoo gani na huyo mtu ni nani? Gabriel, hutakiwi kujua chochote kwa sahihi, kwa sababu hii ni siri kutoka kusini. Kama wataka amani kwenye kijiji hiki, lazima kubali sharti hili. Nimekubali kumwozesha dadangu wa kipekee. Kwa nini? Nakupa siku 2 mwage dada yako. Kumwozesha utaaibu na uruhusiwa kuondoka.